Kuna watu wanafikiri huwa nikitoa mfano wa kabila la Wazaramo huwa na wadharau Wazaramo. Hapana. Ndugu zangu, mimi ni Mzaramo mwenye asili ya Kichaga. Kama vile unavyomuona Mtanzania labda amefika Ulaya au Marekani, amebadilisha uraia akawa labda Marekani, Mwingereza, Mjerumani, ila mwenye asili ya Tanzania. Hata kabila mtu unabadilisha, kwa sababu kabila ni utamaduni. Sasa mimi utamaduni wa Kichaga umenishinda, ikabidi nihamie Uzaramoni. Utamaduni wa Kizaramo kidogo ni mwepesi. Kwa hiyo mkiniona mimi sio Mchaga. Mimi ni Mzaramo mwenye asili ya Kichaga. Siku nyingi sana. Imagine hii ni Disemba alafu siko Uchagani. Asa utaniita mimi ni Mchaga? Kabila ni utamaduni. Kama huwezi ku-exercise utamaduni wako, automatically umeshaliacha kabila lako. Kwa hiyo navyowatolea mfano Wazaramo, mimi ni Mzaramo na ndio najiadjust kwenye mila na desturi za Kizaramo. Sasa moja ya kitu nilichojifunza Uzaramoni ni kwamba hawa ni watu ambao wameridhika kuliko makabila yote Tanzania. Sijui kama kuna kabila ambalo limeridhika kama hili. Na tabia za Wazaramo zote ndizo tabia za Wamarekani. Sasa watu hawajui, ndio maana watu wanakuaga wako busy kuisifia Marekani. Wasijue kwamba Marekani ni Uzaramoni. Ushahidi wote huu hapa. Unajua hapa Uzaramoni kuna biashara na makampuni na vitu vingi sana. Sifa zote huwa zinaenda kwa mkoa wa Dar es Salaam. Lakini ukweli ni kwamba waanzilishi na waendeshaji wa hizo biashara na makampuni sio Wazaramo, ni watu wakuja. Lakini ofisi zao, mambo yao yako Dar es Salaam na sifa zinakwenda kwa Dar es Salaam. Hivyo ndivyo ilivyo Marekani. Nataka tuanze na shirika maarufu kabisa la anga la Marekani, shirika la NASA, ambalo wajinga wengi wa Kiswahili wanaamini kwamba NASA ilianzishwa na Wamarekani. Kakudanganya nani? Marekani ingepata wapi watu wenye teknolojia kubwa kama wale wa kuanzisha kile kitu? NASA ilianzishwa na wanasayansi wa Kijerumani waliochukuliwa kutoka Ujerumani baada ya vita kuu ya pili ya dunia. Ndugu zangu, Ujerumani ilikuwa na nguvu. Kosa la Ujerumani, walimchokoza mtu ambaye sio muoga kufa. Nimeshawaambia huko nyuma. Hebu msikilize huyu jamaa anayekiri kwamba bila wahamiaji Marekani haiwezi kujiendesha. Yaani sasa useme eti Wachaga, Wakinga, wa Makonde waondoke Dar es Salaam afu Dar es Salaam ibaki kwa Mzaramo. Mzaramo ataanza kufanya kitu gani? Msikilize kwanza huyo mzungu akiwa anamjibu huyu dada wa Kizaramo huko Marekani ambaye hataki wahamiaji. I'm going to go back. Sure. After Second World War, Yeah. all the German scientists were brought here. NASA was built on the German scientists. I don't know if you know this. Yeah. But the person who headed NASA after the Second World War was a German scientist. Okay. And that Is was Germany built- the third world? Well, it's a world outside of US. Yeah. Well, it's not a third world country. How would you describe How would you third world? define third world country? Yeah, I don't. In my view, I don't have one first world or third world Okay, country. so you wouldn't like say that perhaps Somalia or Afghanistan is kind of, they've got very specific we're all issues we're all rather different. than like London or Germany? We're all different. Yes. Yeah, but in what ways is Somalia different than Germany? I don't know. I haven't been to Somalia. You don't know? Nisikia hicho Kizaramo cha Marekani kilikuwa kinauliza maswali kuhusiana na hii sera ya Trump ya kuzuia wahamiaji kutoka nchi za dunia ya tatu, third world country. Sasa jamaa amemjibu kiprofessional sana, akamwambia wewe huwezi kuzuia hao watu kwa sababu hii Marekani yenyewe misingi yake ni ya wahamiaji. Niwarudisha watu kidogo nyuma kuhusiana na Ujerumani. Ndugu zangu, kwa nini Ujerumani ndio ilikuwa na teknolojia kubwa duniani? Na watu tumeishia kuisifia Marekani na Soviet. Kumbe ukweli ni kwamba baada ya vita kuu ya pili ya dunia, Soviet na Marekani waligawana teknolojia ya Ujerumani. Kuna mtu atakuwa anajiuliza, Wajerumani walipata wapi hiyo teknolojia? Wote tunajua Ujerumani ilitawala sehemu kubwa sana ya dunia. Wewe unafikiri huko Ujerumani ilikuwa inatawala, ilikuwa haichukui technicians? Hapa kwetu kuna baadhi ya mafuvu ndio yanarudi leo hii kutoka Ujerumani. Wewe unafikiri wakati Wajerumani wanawakata vichwa babu zetu na kuchukua vile vichwa kuna kupeleka kwao, walikuwa wanaenda kuvifanyia nini? Pia uwe na akili kwamba kipindi cha vita mbalimbali wakoloni walikuwa wanachukua wale technicians wanawapeleka kwao. Wafikiri walikuwa wanawaua?
Wachukamata wewe ni technician wa silaha, technician wa kitu chochote, hawakudhuru, wanakubeba na kupeleka kwao. Kwa kufanya hivyo, Wajerumani, Waingereza walikusanya technician wengi sana na wakazalisha vitu bora sana, alafu sifa zikabaki kwao. Kwa hiyo kwa kifupi, Hitler anaamua kuivamia Soviet, alikuwa anajiamini kwa teknolojia alionayo, lazima angewashinda wa Soviet. Na ukweli ile vita Ujerumani angeishinda kama sio Soviet kusaidiwa na Marekani, Uingereza, nchi kibao. Ile vita Ujerumani angeishinda. Swala kujiuliza, majeshi ya Hitler ya kufika Soviet yalifika Moscow vizuri tu. Tuachane na kuisifia Ujerumani. Sasa turudi kwenye huyu Mzaramo ambaye anajiona kwamba Marekani inaweza kujiendesha pasipo wahamiaji. Msikilize huyu profesa ambaye video yake naipenda sana na ndio ushahidi wangu, napenda kuwaonyesha watu kwamba Marekani bila wahamiaji ni sawasawa na Dar es Salaam bila makabila mengine. Msikilize huyu bwana. America has a secret weapon. That secret weapon is the H-1B. Without the H-1B, the scientific establishment of this country would collapse. Forget about Google. Forget about Silicon Valley. There would be no Silicon Valley without the H-1B. And you know what the H-1B is? It's the genius visa, okay? You realize that in the United States, 50% of all PhD candidates are foreign-born. At my system, one of the biggest in the United States, 100% of the PhD candidates are foreign-born. The United States is a magnet sucking up all the brains of the world, but now the brains are going back. Right. They're going back to China. They're going back to India. And people are saying, oh my God, there's a Silicon Valley in India now. Oh my God, there's a Silicon Valley in China. Duh. Where did it come from? It came from the United States. So don't tell me that science isn't the engine of prosperity. You remove. Kwa kifupi anachomaanisha huyu bwana ni kwamba hazina ya teknolojia ya Marekani sio wa Marekani waliozaliwa pale Marekani, bali ni watu mbalimbali wanaokwenda kusoma Marekani. Sasa kuna wajinga wataniuliza kwa nini watu mbalimbali wanapenda kwenda kusoma Marekani? Jiulize kwa nini makabila yote Tanzania yanapenda kwenda kusoma katika chuo kikuu cha Dar es Salaam ambacho ni chuo cha Wazaramo. Ukishanijibu hilo swali ndio nitakujibu kwa nini watu wanapenda kwenda kusoma Marekani. Au ni mjibu mtu tu ambaye ni mjinga zaidi. Unapokuwa na pesa ni sumaku. Kwa hiyo unatengeneza mazingira kwamba kila teknolojia, kila kipaji lazima kiwe kwako. Yaani kama unavyoona kwamba chuo kikuu cha Dar es Salaam ni lazima kinanyonya vipaji vingi sana kutoka sehemu mbalimbali ya nchi ya Tanzania na sehemu nyingine duniani kwenda kwake. Sifa zinakwenda kwa nani? Wakati wenye chuo wenyewe, wamiliki wa chuo wenyewe ambao ni Wazaramo hawana hata habari ya kusoma kwenye chuo chao. Kwa hiyo unavyosema kwamba Waamerika wana elimu bora ya nani? Utakuta hata malecturer sio wa Marekani. Wanafunzi sio wa Marekani. Yaani tengeneza picha, mtoto aliyezaliwa Kariakoo hawezi kusoma mpaka chuo kikuu kwa mazingira ya Kariakoo yalivyo. Kwa sababu ataanza kushika hela nyingi mapema sana. Na zile hela zitamfanya asithamini tena elimu. Hiyo ndio picha nyepesi ambayo unaweza ukaifananisha na wazaliwa wa Marekani. Kwa nini hawapendi kusoma? Wanaosoma ni wachache sana. Sisemi kwamba hawasomi, lakini asilimia kubwa wanaosoma na kugraduate pale Marekani mpaka level ya juu ni wahamiaji. Na hao ndio wanaotengenezewaga mazingira, wanabaki pale pale, wanafanya kazi pale pale. Sasa kuna hao wa China ambao wanapenda kuwajibu watu ambao wanauliza kama kwenu mmeshaendelea na kwenu ni pazuri kuliko Ulaya na Marekani, kwa nini huwa mnapenda kutoka kwenu mnakwenda Marekani au Ulaya? Wana majibu mazuri sana na nayapenda sana. Na mimi napenda niajibu haya majibu kwa mfano. Mimi ni Mchaga lakini sasa hivi ni Mzaramo, si ndio? Ni kitu gani kimenitoa Uchagani? Wakati kuna elimu bora, mazingira mazuri, ni ushindani. Je, wajua haya makelele ninayopigaga hapa Wazaramo ndio walinifundisha kuyasema na sio Uchagani. Uchagani ushindani ni mkubwa. Exposure iko juu. Sipendi kutumia neno elimu, yani exposure. Yani watu wasiojua kabisa ni wachache sana kwa sababu ya wingi wa shule uliopo pale. Kwa hiyo inakulazimu utoke kwenda kutafuta sehemu ambayo kidogo ushindani sio mkubwa. Na sehemu yenyewe ni ipi?
ni Uzaramoni. Uzaramoni hamna ushindani kama Uchagani. Sasa chukua huo mfano tuupeleke China. China wako wangapi? 1.4 bilioni. Alafu mfumo wao wa elimu unaandaliwa kuyajua mazingira na kuyatawala mazingira. Husomei degree kama huku magharibi. Kwa sababu elimu ya magharibi ni kuwakumbusha wa Tanzania, ndio elimu yetu sisi. Na nataka niwakumbushe watu wasiojua. Mfumo wa elimu yetu sisi wa Tanzania, wa Kenya, wa Uganda, wa Marekani, wa Uingereza ulidraftiwa na Hitler. Hitler na msemo wake anakuambia ukinikabidhi vitabu nitawatawala raia wako. Kitu kama hicho, nenda katafuta huo msemo. If you give me textbook, I will control your people. Ni msemo wa Hitler. Kwa hiyo elimu ya Hitler ndio elimu ya Marekani, ndio elimu ya Ulaya, ndio elimu yetu huku, kwamba unaandaliwa kwenda kufanyishwa kazi. Huandaliwi kuyajua mazingira yako na kuyatawala. Sasa huo mfumo wa elimu hiyo haupo China. China unaandaliwa kuyatawala mazingira. Wa China, wa Rusi, wa Iran wana mfumo wa elimu tofauti kabisa. Unajua ninavyosema mfumo wa elimu, kuna wajinga wengi na waacha sana. Kumbuka chuo kikuu hakuna elimu, college hakuna elimu. Elimu ipo kuanzia chekechea au kuanzia unavyozaliwa mpaka high school. Hiyo ndio elimu. Unavyokwenda chuo unaenda kutafuta kazi. Niwakumbushe wajinga wengi wanafikiri kwenda university, kwenda college, kule unaenda kuna elimu, kule hakuna elimu, kule unaenda kusomea kazi. Ndio maana ukimkuta mtu university, college anakuambia anachokisomea computer science, sijui agrobusiness, sijui nini, yani tayari wewe unasomea kazi. Lakini ule mchakato wa wewe kuandaliwa, huo ndio mfumo wa elimu. Sasa mfano wa Tanzania, mchakato wa elimu yetu unakuandaa kuwa mpumbavu. Haukuandai kujua mazingira yako na kuyatawala. Na ndio kilio changu na mimi na serikali, kwamba systematically unaandaliwa usiyajue mazingira yako. Na hivyo ndivyo Hitler alivyotengeneza, kwa sababu ili wazaliwa wa sehemu husika wawe wapumbavu na rasilimali zao zichukuliwe. Kwa hiyo mfumo wa elimu tulionao sisi, muasisi wa huo mfumo ni Hitler wa Ujerumani. Sasa nataka ni wasikilize hao wa China wakitoa maelezo yao kwa nini japokuwa kwao maendeleo yameshafika na maendeleo ya kujuu kuliko sehemu yoyote, bado inawalazimu kutoka kwa sababu ya ushindani. China hakuna mjinga. Kuna huyu mchana mmoja anasema kwamba alivyotoka kwao akiwa mdogo akafika Canada, wakati kwao darasani alikuwa hafanyi vizuri, anafika Canada yeye ndo anakuwa wa kwanza darasani. Yani yeye na Mrusi mmoja ambaye wote walikutana pale Canada ndo walikuwa wanafunzi bora darasani. You want to know why Chinese people move to US? Because life is easy in US. Like, to go to university here, like the top Harvard, Princeton, all these fancy universities, it's much easier to get into these universities compared to top universities in China. Because in China, the entry exam is extremely fair, but also very difficult. So it doesn't matter what family connection or how much money you have, you can't make it to those schools by those, other assets besides the test itself. Where in US, you basically just need money and connection, then you can make it anywhere. And then the jobs. In China, jobs, really good jobs, are difficult to find. And you work super hard for years and years, right? There's like a working culture that's like, 9 to 9, 6 days a week. Where in US, like, yeah, there are a few companies that does that, but like, you're not working that much hour. And you get a lot more salary and stocks, essentially, as an award. Versus China, you get a good salary relative to your income, or sorry, your cost of living. But it's not as much as US. So people move to US because life is easier. And most Americans don't realize that because you have it so easy for decades and decades. For certain people, not everyone. But that's why. And this is why I actually think like it's so important to do business with China. And because basically like you have a country that is like brewing and super competitive in everything. Whatever comes out of there, you take it to the rest of the world, it would just be like a superstar, So whatever imports you want to
bringing whatever services you want to bring from China to the rest of the world, like you just become a superstar. I can just give you my personal experience. I moved to Canada when I was like 10. I just turned 10. So like grade 5. I was probably the dumbest kid in class in China. Like I was like barely passing. I was like not a good student. When I moved to Canada, I was the smartest kid. Like I was a couple grades ahead. I was doing like math that was so complicated. Everyone was like, oh my God. The teachers asked me to like go to the front of class and like show what I did. I was like, oh, okay, all right. And it's funny, after I sat down, there was a Russian kid, really nice guy, blonde hair, blue eye. He's like, I knew this too, I just pretend I don't know them, so I'll fit in. I was like, oh. Kwao alikuwa anakuwa wa mwisho. Kafika Canada, yeye ndo anajua kuliko wengine. Kwa nini? Kwa sababu mfumo wa elimu wa Canada, sijui Marekani, Uingereza ni wa kupumbaza watoto tu, ili wawe mazombi wa kesho, waishie kulilia democracy, rule of law, freedom of speech. Kwa hiyo wale mashabiki wa Marekani, Ulaya, yapaswa mjue kwamba Ulaya, Marekani, asili ya teknolojia zao zinatoka sehemu mbalimbali, na especially Afrika. Afrika iliibiwa teknolojia nyingi sana. Kwa sababu waasisi wa teknolojia ni wale wanaofanya kazi. Teknolojia haivumbuliwi darasani. Teknolojia ni mchakato wa binadamu kutafuta njia nyepesi ya kurahisisha jambo lake. Sasa unavumbuaje umekaa umekunywa chai na mkate na siagi? Huwezi kuwa na akili ya kuvumbua wewe. Kwa nyinyi mnaopenda kuisifia Marekani, teknolojia ya Marekani ilitoka Ujerumani. Hata wa Soviet teknolojia yao nyingi walitoa Ujerumani, na Ujerumani aliiba Afrika. Niweke wazi hivyo. Most of German technology was stolen in Africa, while German was colonizer in different parts of Africa. Kwa sababu technicians walikuwa wanabebwa wanapelekwa kwao. Kwa baada ya vita kuu ya pili, wa Soviet na wa Marekani wakagawana wale wanasayansi. Kama huyo Mjerumani alivyokuambia kwamba rais wa NASA na aliyesimamia mchakato wa kuanzisha shirika la anga la NASA ni Mjerumani. Wajerumani waliotoka Ujerumani ndo walikwenda kufanya hizo kazi kule Marekani. Na hiyo trend bado inaendelea. Kazi ya Marekani ni kukusanya vipaji mbalimbali sehemu mbalimbali duniani na kupeleka kwake. Niliwapa ule ushuhuda kwamba walikuja darasani kwangu nikiwa form 1. Nikaambiwa wewe faulu physics, chemistry, mathematics tutakupeleka Marekani. Sasa unataka ushahidi gani mwingine? Umekaa hapo kusema kila kitu Marekani, kila kitu Marekani, Google ya Marekani. Sijui hiyo idea ya Google, huyu jamaa akakwambia hapo, hiyo Google isingekuepo bila H1B visa. Yaani kuisifia Google ni sasa na kuyasifia magorofa marefu ya Dar es Salaam ambayo ni ya Mzaramo, lakini Mzaramo hajajenga. Kuna tofauti gani? Shida ni kwamba wenzetu ni wajanja. Wageni wakisha vizalisha na kuvijenga, wanavifanya ni vya kwao. Angalia sasa hivi Marekani hataki tena kuruhusu drone za DJI za China kwake, akiwa na mambo ya sijui national security. Mimi nataka nikwambie, ndani ya Pentagon huwezi kukosa vifaa vilivyoandikwa made in China. Ndani ya Pentagon, ofisi yao wanaoamini kwamba ndio ofisi yenye usalama zaidi duniani, sijui nisemeje. Yaani niambie, ndani ya Pentagon hakuna mtu amevaa hata saa au hata kiatu kimeandikwa made in China. Kama teknolojia ya Marekani waliiba sehemu mbalimbali, wajiandae kuiachia kama vile Wajerumani, Waingereza. Teknolojia ambayo waliiba sehemu mbalimbali iliondoka. Itakaa China. Kizuri wa China hawaikumbatii ile teknolojia, wanaiachia. Wa China wameirahisisha sana upatikanaji wa teknolojia kuliko kipindi Ulaya walivyokuwa wanaikumbatia teknolojia. Kwa hiyo wale wajinga wanaopenda kuisifia Marekani, kila kitu Marekani, wewe acha kuisema Marekani wakati unatumia Google la Marekani. Hakuna kitu wa Marekani wamekianzisha, ila ni wageni walikwenda pale wakaanzisha. Au Marekani wenyewe wanagombana wakwambia wewe Trump, hata mke wako sio mzaliwa wa Marekani, kwa hiyo shut up. Au ni wa Marekani wenyewe wanamjibu Trump. Wanamjibu mpaka makamu wa rais, mke wako Muhindi. Wakaenda kwa Marco Rubio na kuambia wewe babako. Kwa hiyo swala la kuisifia Marekani ni sasa sana kusifia Wazaramo. Kwa yani unavyo sikia neno Marekani, kichwani mwako weka jina Wazaramo. Hapo ndipo utapoielewa Marekani vizuri. Wacha kuisifia Marekani wakati huijui Marekani. Kabla Marekani alikuwepo Ujerumani. Sasa hivi viwanda vyote ndio vinakufa.
kisa wanamkataa Urusi. Teknolojia ni pale technician mbalimbali wanavyokuja pamoja, wanashare mawazo yao, wanatengeneza kitu kikubwa cha kusaidia jamii. Hivyo ndivyo teknolojia inavyozalishwa. Teknolojia habuni mtu mmoja, hapana. Ndio maana wenzetu wana kijiji chao wanakiita Silicon Bay. Kazi yao ni kununua watu sehemu mbalimbali na kupeleka kwao. Lakini kizuri ni kwamba kadri siku zinavyokwenda mbele, Silicon Bay nyingine zinazaliwa kama China, India. Ni lini na sisi wa Tanzania tutaanzisha Silicon Bay yetu? Tukirekebisha mfumo wa kiuongozi wa nchi hii, wa Tanzania sisi tutakuwa na Silicon Bay yetu. Ni kuorganize tu VETA na JKT. Wanatengeneza Silicon Bay bora kabisa. So, inakuwa ni kituo cha kuzalisha zana zetu kwa ajili ya kusaidiana sisi kama Watanzania. Watanzania tukumbushane, JKT ndio mmiliki wa Tanzania na sio central government. Tuelimike, tusiwe wasomi.